Bwana mambo vipi? Bwana leo katika harakati za kumtafuta mtu mzima bwana Mpululu, director mkuu wa kundi zima la GT. Hivyo unajua GT kwanza. Ukiingia mjini YouTube ukasearch Kanene T, unawapata mapema. Bwana katika kumtafuta tafuta nimemwangaikia sana huyu mwamba. Nikasikia bwana leo hapo location. Nikasema wewe hii si alinayo lazima niwaletee mashabiki zangu. Kwenye 1 na 2 bwana nikampata mtu mzima. Mwenyewe director mwenyewe anaye direct movie yao inayoitwa Love of Revenge. Sasa cha kufanya, twende tumsikilize na tujue anataka kusema nini. Let's do this. Bwana mtu mzima bwana huyu hapa. Kama nilivyowaahidi aisee wazee, ni live. Mwamba huyu hapa. Karibu bwana. Asante bwana. Nakuona kiongozi. Mimi nipo. Umepoa? Poa. Mambo vipi lakini? Kama kawa? Bwana katika 1 na 2 bwana nikapita mjini YouTube nikaona kazi yenu mnafanya vizuri. Of course mnajitahidi. Unajisikiaje kwa hatua mliofikia sasa hivi? Tunashukuru Mungu anasaidia, ndio kama hizo ndio kazi inaenda. Mungu anasaidia kiufupi yani. Yeah. Of course kabla hatujafika mbali, unajua kuna wengine hawakujui vizuri jina lako, tungependa labda waambie nani na ni nani pia. Okay. Mimi kwa majina ambayo nimepewa na wazazi wangu naitwa Ibrahim Mpululu. Ila almaarufu sana kama Mpululu ambaye kwa sasa ni kama director. So kama ni director ambaye ni director Mpululu TZ. Ukiingia kwenye platform za mtandaoni pale Insta ukisearch Mpululu TZ unanipata, TikTok, FB na sehemu zingine. Okay. Tukiachana na masuala mengine, kuna majina mengi sana ya kujiita. Kwa nini Mpululu? Yaani kwa nini Mpululu? Okay. Nilipenda ilibidi nitumie tu jina la ukoo wangu. Sababu ukiangalia majina wasanii wengi wanatumia sana majina ambayo yanajirudia. Kwa nikaona sasa mimi hebu ngoja nijipe jina la tofauti. Ingawa Mpululu ni jina la ukoo wangu, ila sasa nikaona basi ngoja nilikuze. Okay. Na nilikuwa na swali moja nataka kukuuliza. Unajua katika mambo ya location kutafuta wasanii kuna changamoto mnazipitia, na kabla sisi watazamaji au mashabiki hatujaiona kazi, kuna changamoto zenu ambazo nyinyi wenyewe mnazipitia. Hebu tunaomba waelekeze mashabiki na watazamaji wajue kuna changamoto gani na nini huwa kinatokea katika location na mpaka kazi tunakuja kuiona mjini ina trend. Kuna nini kinafanyika na nini kinaendelea? Bana vitu ni vingi. Unaweza mkafika location, alafu wewe director umefika, director kafika, kama kafika, alafu mwisho wa siku unakuta baadhi ya wasanii wanakuwa hawafiki. Kwa hiyo unakuta sasa ile kitu ambapo hafiki ule msanii anawapotezea nini? Anawapotezea ule muda, alafu anasababisha mpaka kazi inakuwa ngumu pia kutoka kwa haraka. Najikuta labda nimesema kwamba wiki ijayo tunatoa episode 50 au episode ya 5, alafu nakuta yule mtu ambaye alitakiwa acheze ile karata hayupo. Bana ukimpigia simu anaweza kukwambia bana labda nimepata tatizo au kuna emergency imejitokeza. Umeona? Na kingine pia unakuta sehemu ambayo mtakuwa mshuti labda kuna changamoto nyingi. Aidha unaweza kukuta mtaa ndio utakuwa fanyie kazi labda kwa msiba, aidha kuna sherehe tofauti ambazo hazitakiwi zile sauti za ile sherehe ziingiliane na nini na kazi yenu. Kwa hiyo kiufupi mambo ni mengi ambayo yanasababisha unakuta labda watu wengi tunakuta labda watoto wengi, jinsi ya kuwatuliza wale watoto ili muendelee na kushoot kazi yenu itoke vizuri isiwe na changamoto, yani kitu ndio. Kiachana na mambo ya filamu tukiingia kwenye upande wa familia. Na nataka kuambia watazamaji wajue kabisa wewe kwenye mahusiano yako umeoa au bado msingle. Bana mimi sijaoa. Ni kusia. Kwa bado unaruka njia. Wasema bado naruka. Kwa nini usioe? Mungu atasaidia, tuombe dua. Na kuna kitu nataka kukuuliza. Hivi huwa inatokea katika makundi ya wasanii, labda wasanii wanashindana au msanii mwenzie, hii inaruhusiwa kwenu au kwa waigizaji au hairuhusiwi kabisa kutokea?
Bana, tukija kwenye uhalisia wa maisha jinsi kikubwa ni moja. Kwenye kundi huwa hatutaki mahusiano. Sawa. Ila kuna vile vitu ambavyo unakuta vinahusika. Na hisia siku zote mtu hawezi kama watu wanaweza wakapendana. Sawa, wanaweza wakapendana na kikundi kisijue. Umeona? Baadaye tu labda ndo mnakuja kusikia bwana fulani ni mpenzi wa fulani. Kwa sasa kwenye kikundi chetu sisi nyie fanyeni mahusiano yenu, ila kazi yetu iendelee. Ila tu kikubwa kwamba misingi na kanuni ya kikundi jinsi kilivyowekwa zifuatwe. Usije ukatoka kwenye nje ya masharti ya kikundi. Sawa, wenyewe mna mahusiano yenu, tukiwa kwenye kazi yetu sisi wenyewe ni kazi. Okay. Bila kupoteza muda na tusiwachoshe pia mashabiki watazamaji. Bana, unawaahidi nini watazamaji na wafuatiliaji wa GT ambao wanatamani kila siku mnavyozidi kutoa vitu vizuri na wengine hapo wanatazama hivi sasa? Mnawaahidi nini na mnawaletea vitu gani kuanzia sasa? Mimi kama mimi, aidha mashabiki zangu wa kipindi chote na mashabiki ambao wapya mnaoitazama chaneli yetu ya Kanyenye T, nawaahidi kwamba tutazidi kuwaletea kazi nzuri. Utamuona Mpululu amefanya nini katika kazi ambayo tunawaletea. Kazi yetu inaitwa Love of Revenge. Mungu akijalia mwezi huu wa 5 itaanza kuruka. Kikubwa tunaomba support yenu. Sababu wewe ukinisupport wewe na kanisupport na huyu ndo maisha yanavyoenda. Sababu bila support yenu mimi si kitu. Itakuwa ni sawa sana kupanga maji kwa. Kwa hiyo kikubwa mtarajie mambo mazuri, kazi nzuri, quality wa kazi. Je, nini Love of Revenge? Utaona kwamba yaani utaona na utatambua kwamba kwa nini hii inaitwa Love of Revenge. Kuna chekesho, kuna huzuni, yaani kuna kila kitu ambacho kitakufunza wewe kitakufunza wewe mtazamaji pamoja na familia yako, na utagundua kwamba usaliti sio mzuri katika ndoa, aidha katika mahusiano ya kawaida, aidha urafiki ule wa kinafiki haufai. Kwa kikubwa mimi ninachowaomba, naombeni support yenu, mwingie YouTube pale, kisearch Kanyenye T, tutapata na kazi zetu pale. Kikubwa usisahau kusubscribe, kucomment, kushare, kulike. Ukamwambia bwana mshikaji wako kampa mshikaji wako, mshikaji wako akampa mshikaji wake. Ndio maisha yanavyoendelea. Tukiachana na masuala ya Mungu, Mpululu ni mtu wa aina gani nje ya sanaa? Mpululu ni mtu niko noma naongea na mtu yoyote, alafu sio mtu yule akasema kwamba mimi naongea na kila mtu. Nasikia wasanii nyinyi mkishatoboa bana, mnakuwa mnazidi kucheza kwa saliti wana kama ni wanashikaji hata salamu kwa hii. Wewe ni mtu wa aina gani kuhusu hilo swali? Bana, mimi yaani mimi mpaka nimefikia hapa, washikaji wangu yaani washikaji zangu wote mimi naongea nao fresh, ila ukiwa mshikaji snitch sio yaani nakukataa, ila huwezi kujua kama nimekukataa. Yaani namkataa, wanasema unamkataa mtu alivyokiakili, kwa sababu ushajua kwamba huyu ni snitch, kama sio mtu mzuri. Kwa hiyo inabidi tunapishana naye tu kiaina, ni sio lazima ajue kwamba jamani nini hapa. Ila mimi naishi na kila mtu tofauti na msanii, kwa hiyo yani ndio hivyo yani. Bwana, huyu mwamba inabidi mshauri pia aoe. Bwana mtazamaji, asante sana kwa muda wako, asante pia Mpululu, director Mpululu kwa muda wake, tunamshukuru. Bwana, tutazidi kukuletea mambo mazuri cha kufanya.
ingia kule mjini YouTube. Ukiingia kule search tu ile account Kanyenye TV. Kuja pale zenu una subscribe, una share, una comment, una like. Bwana, hata kama kuna makosa wameyafanya, msiogope kuambia hawa ni wana au vipi bwana. Cha kufanya tutazidi kukuletea vitu vizuri zaidi, na tutazidi kuwafuatilia wasanii wengi kwa sababu bado tuna interview nyingi. Cha msingi endelea kucomment na kulike na kusubscribe, ndio jambo muhimu zaidi. Asante.